Karibu tena, hii ni Kamata TV, mimi ni Alex Johnny na leo tunachambua nusu finali ya kombe la dunia 2026 ambapo Uhispania imeitandika Ufaransa mabao 2-0 na kutinga finali. Je, nini hasa kimeibeba Uhispania hadi hatua hii na Ufaransa imekwama wapi? Ili kutupa uchambuzi wa kina, tutaungana kwa njia ya simu na mchambuzi wa soka Rajab Mohamed Masawanga ili atuweze kutuchambulia soka la usiku wa jana ilikuwaje. Rajabu Masawanga, karibu, hii ni Kamata TV. Naam, nakupata kwenye laini ya Alex Johnny. Bana, karibu sana katika uchambuzi wetu wa soka. Kwa upande wa jana tumeona mambo ni mengi yametokea ndani ya uwanja lakini bila kupoteza muda tuungane moja kwa moja ili tuanze mahojiano yetu ya uchambuzi. Swali la kwanza kani kuulize kama ni mchambuzi, kwa mtazamo wako nini kiliamua matokeo ya mchezo wa jana? Matokeo ya mchezo wa jana kwanza yaliamuliwa na vitu viwili kama sio vitu vitatu. Kitu cha kwanza kilichoamua matokeo ya mchezo wa jana ni uwezo wa wachezaji wenyewe mmoja mmoja. Kitu cha pili tunaweza tukasema teamwork ambayo tuliona iliwabeba Spain. Kitu cha tatu tunaweza tukasema ni mbinu za walimu walizotumia kwenye mchezo wa jana. Hivyo ndio vitu vitatu na ukasema labda viliamua matokeo ya mchezo wa jana kati ya Spain na Ufaransa. Okay. Je, unahisi Uhispania ilistahili ushindi wa mabao 2-0? Spain ilistahili ushindi wa mabao 2-0 au zaidi ya mabao 2-0 kwa jinsi walivyoingia kwenye ule mchezo na jinsi na Ufaransa walivyoingia kwenye ule mchezo. Spain walistahili ushindi wa mabao 2 au zaidi ya mabao 2 kwa jinsi walivyocheza toka kwa golikipa wao Unai Simon, unakuja katika sehemu ya midfield kina Rodri pamoja na Fabian Ruiz, sehemu ya ushambuliaji Lamine Yamal, Alex Baena pamoja na Nomo walikuwa bora, walistahili walichokipata. Tena kama wangetulia wangepata zaidi ya kile, sababu walitengeneza nafasi zingine wakaweza kupoteza. Ufaransa ilikosea wapi hadi kushindwa kufunga? Ufaransa, mwalimu Didier Deschamps aliamini kwamba kwenda kupress timu ya Spain anaweza akapata matokeo. Aliamua akaipress Spain ila wasifanye mashambulizi yao toka chini, wakienda kumfanyia pressing Rodri, wakijua moja kwa moja Rodri kwamba ndio injini ya timu. Lakini mwalimu Luis de la Fonte yeye alishajua iko kitu, kwa sababu aligundua Ufaransa wao wana watu juu wenye kasi, mtu kama Ousmane Dembele, mtu kama Brad Bako alianza sehemu ya Desire Due, mtu kama Michael Olise na Kylian Mbappe. Alijua mtego utakuja, ndio maana jana yeye alimwacha Rodri asiwe sana anashuka chini kuchukua mpira, ila mashambulizi jana walikuwa wakianzisha mabeki wake wakati bwana Enrique Laporte pamoja na Pogba. Rodri alikuwa anapokea mipira, sio kushuka chini kuanzisha mashambulizi, yeye alikuwa anapokea mipira ya pili. Matokeo haya yanaakisi uhalisia wa mchezo kweli? Matokeo yanaakisi uhalisia wa mchezo, kwa sababu tuliona Spain alichukua game akafanya anachotaka sehemu ya kiungo. Kwa matokeo yanaakisi uhalisia wa mchezo, sababu Spain alikuwa bora kuliko Ufaransa.